al-usfuru shay'an ma nisri, yule ndege asingepata chochote. Sasa wewe hufanyi ibada, wewe hutaki kusoma dini yako, wewe hutaki kuhudhuria madaris, wewe hutaki kufanya mambo ya khairati mbalimbali kwa sababu uko bizi, unaona bado upo katika ulimwengu. Hapana, hiyo sio sawa sawa. Alaika bitaqwallahi in kunta ghafilan. Kisha Mwenyezi Mungu anatuambia wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yule mwenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yaj'al lahu makhraja, katika mambo yote ambayo kwamba unayafanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupatia matokeo. Jambo lolote ambalo kwamba lina uzito ndani yake, kukiwa kuna takwa Allah, basi ule uzito kuondoka. Japokuwa kila sehemu yenye uzito wepesi unakuja, inna ma'al usri yusra, kila penye uzito kuna wepesi. wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, na Mwenyezi Mungu anamruzuku kwa namna ambao kwamba mwenyewe hatarajii. Mashekhe zetu wanatupa ziswa mbalimbali, lakini sisi tunaona zile ziswa kama ngano, kana kwamba wanatunga tu. Ni mambo ambayo kwamba yanatokea. Mtu anaamka asubuhi hana chochote, mtu anaamka asubuhi hana chochote cha nyumbani kwake, pale pale anajiliwa na watu, jeshi la watu wageni wa muhimu wamekuja nyumbani kwake kuja kumtembelea. Tena hawa wageni wanakaa, tena sio wanaenda wanalala siku hiyo, wanashinda na wanalala, na hana chochote mfukoni mwake. Lakini pale pale mara anatokea mtu anamletea kitu, anamwambia mwenye, chukua, hii ni mzee wetu, chukua. Sasa wewe hujui ile ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemletea kwa sababu gani? Takwa. Mwenyezi Mungu hawezi kumtupa mja wake. Yoyote mwenye kumcha Mwenyezi Mungu hatoki patupu. Mwenyezi Mungu hawezi, manake ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Huwezi kumkuta wali wa Mwenyezi Mungu anapata shida, anateseka, la. Chochote ambacho kwamba atakifanya anajua ninakifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu hawezi kumtupa. Na hayo yote unafikiria walifika vipi daraja hizo? Yote hayo ni kufanya bidii na kurudi kuzidi kusogea kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haswa bin nawafili, kwa kuswali sunna nyingi. Ukizidi kujisogeza kwa Mwenyezi Mungu, sunna nyingi, kujisogeza kwa Mwenyezi Mungu kwa kuswali sunna, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hukupenda, kama mwenyewe alivyosema katika hadithi Qudsi. Akikupenda Mwenyezi Mungu anakuwa ndio macho yake, wewe unakuwa ndio macho yake, unaangalia nayo, ndio masikio yake unasikia nayo, ndio miguu ya kutembelea, ndio mikono yako. Maana Mwenyezi Mungu, maana inakuwa unaona kile ambacho kwamba Mwenyezi Mungu anakipenda, unashika anachokipenda Mwenyezi Mungu, na kwenda unaendea kile anachokipenda Mwenyezi Mungu. Hayo yote analetwa na nini? Takwa Allah. Baada ya takwa Allah, husnul khuluq, tabia nzuri. Lazima ujue namna ya kuishi na watu vizuri. Hauwezi kuwa unafanya ibada lakini wewe huwaheshimu watu. Hauwezi kuwa unafanya ibada lakini huwatambui, hujui vyeo vya watu, unavunja vyeo vya watu. Maana yake ufahamu, hujui huyu ni nani wala huyu ni nani. Wote wewe unaona watu kwako si chochote, kwa sababu unafanya ibada unaona watu si chochote. La, lazima uwe na husnul khuluq. Taqwa inashikamana na husnul khuluq. Inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe tabia nzuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe husnul khatima, atujalie ni katika muttaqina al-abrar, atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. الحمد لله. Tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwafikia tukawa tumehudhuria katika nyumba yake Mola Subhanahu wa Ta'ala. Msikiti ni sehemu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu
ayapenda zaidi sehemu kama hii ya msikiti kuliko sehemu nyingine yoyote. Ni ahabul billah, ni sehemu yapendekeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Na kwa nini isiwe hivyo, ilhali ni sehemu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu huabudiwa, watu huingia kwenye ibada, wakaswali, wakasoma Qur'ani, wakamswalia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaketi itikafu. Mwenyezi Mungu apenda sehemu kama hii kwa sababu ni sehemu sisi twaikurubisha kwake yeye Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na kisha tuko katika wakati mzuri baina al-maghrib wal-isha, yaf'alu Allah ma yasha, kama tunavyoambiwa baina magharibi na isha Mwenyezi Mungu hufanya alitakalo. Kwa hivyo tuko katika wakati muhimu. Wanazuoni wa tasawuf watuambia ikiwa mwanadamu toka alfajiri atakuwa uko kwenye shughuli zake za kidunia kwa hili na lile, basi afanye bidii angalau katika wakati kama huu wa magharibi, kati ya magharibi na isha, aifunge kwa ajili ya ibada. Ikiwa si msikitini basi nyumbani, lakini aula ni kwenye msikiti upate na itikafu. Kisha pia alhamdulillah sisi tuko katika siku nzuri, siku ya Juma ambao kwamba tumetoka ndani yake, tumeingia katika wakati kama huu wa magharibi ambao kwamba ni wakati umepokea siku nyingine, na tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyotufurahisha katika siku ya Juma na siku hii ambayo kwamba imeingia, nake wakati huingia magharibi. Kwetu sisi Waislamu siku hubadilika magharibi, tofauti na kizungu, pengine wao ni tofauti, wao huingia saa 6, lakini sisi siku hubadilika magharibi. Na maneno ambayo kwamba tumeelezewa, maneno ya Bwana mtukufu, wali katika mawalii wa Mwenyezi Mungu, mtu ambaye kwamba amekubalika dunia nzima, al-Imam Shafi'i. Imam Shafi'i ni yule ambaye kwamba alikuwa anakupa katika elimu, katika kusoma. Imam Shafi'i katika kuzaingia kwake elimu aliulizwa, wewe waonesha unakupa mno, una uroho wa elimu kama watu wengine walipokuwa na uroho katika kula, katika chakula, yeye alikuwa na uroho wa elimu, apenda elimu kuliko kitu chochote. Al-Imam Shafi'i ndo akawa imamu, na kawaida mtu hawezi kuwa mpaka apende, mpaka atake. Lakini ikiwa mtu jambo halitaki, halipendi, basi hawezi kulipata. Lakini jambo hata kama ni zito kiasi gani, madamu mtu alipenda na alitaka, basi litakuwa kwa yale mahaba na kule kutaka kwake. Sasa Imam Shafi'i alipoulizwa namna gani ana kiu ya elimu, akanena, mimi natamani mwili wangu huu wote ungelikuwa ni sikio hili la kusikia. Naona haya masikio mawili hayanitoshi kusikiza elimu, kusikiza faida za elimu. Natamani lao mwili mzima ungelikuwa ni sikio, yani ingelikuwa na nguvu zaidi ya kusikia. Na Imam Shafi'i pia kitu ambacho kwamba kimempandisha ni wazazi wake. Mamake alikuwa ni mtu katika wacha Mungu, ni mtu apenda elimu, tarbia. Ndio tukaambiwa kitu muhimu ni katika nyumba mwanzo, kabla kufundishwa popote madrasa wala skuli, kwanza ni nyumbani. Sasa walipokuwa wazazi wake wapenda dini, wapenda ilmu, na yeye akaingiwa na mahaba ya ilmu, akakulia katika kupenda dini na kupenda elimu, akawa na bidii katika kusoma, akasoma kwa mabwana tofauti tofauti, sehemu tofauti,
na mamake huyo alikuwa akimtilia nguvu. Babake alikufa, mamake kabaki naye, na alikuwa akimsaidia katika kule kusoma, akimpa moyo. Ataka kusoma mahala fulani, na zamani si kama sasa, kuna ndege, kuna magari. Zamani safari ni ya zipando, kupanda ngamia, farasi. Lakini mamake alikuwa akimtia moyo Imam Shafi. Akisikia kuna bwana fulani, mwanachuoni fulani uko sehemu mbali kule, basi akimwambia Imam Shafi, twende, mimi nitakuwa na wewe, nitakwenda pamoja na wewe. Kwa sababu zaidi alikuwa mfikiria mamake ni mtu mzima, vipi mimi nitasafiri masafa ya mbali siku nyingi, muda mrefu, nimwate mamangu, na mamangu uko peke yake. Sasa kwa sababu hiyo alikuwa aona hawezi kwenda kusoma, lakini alikuwa ana kiu ya kwenda. Sasa huyu mamake, madamu huyu yeye ni ambo alipenda na alitaka, hakunena akaifikiria nafsi yake, akanena mimi sitokwenda, ni kweli ni mtu mzima, nende huko nisumbuke, niteseke. Aliona ile thamani ya mwanae kupata elimu na kupata uchamungu ni bora kuliko chochote, akawabali amsisitiza na kumuhimiza mwanae Al-Imam Shafi'i, kumwambia la, twende, mimi nitakuwa na wewe. Elimu ni kitu cha thamani, elimu ni kitu kizuri. Mamake akisafiri kenda naye, ingawa ni tabu, lakini akisafiri huku, akisha kusoma kwa mwanachuoni yule, henda kwingine usafiri, kisha kutoka kule henda kwingine. Ndio yote ukisikia huitwa imamu, watu kama navyonena, ukiona uelea baharini yua zimeundwa, zitu hazivi tu. Na yoyote aweza kuwa Imam Shafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifa, wote ni maimamu, wote ni kama sisi. Si malaika wale ambao wameteremshwa, wala si mitume, ni kama sisi. Wamezaliwa, walikuwa kama sisi, walikuwa vijana, wakenda madrasa, wakisoma kama sisi tunavyosoma, kama sisi tulivyoketi sasa yao. Akenda kapanda pamoja na juhudi na bidii, ndio mpaka mtu akawa Imam Shafi'i, akawa imamu mkubwa. Sasa mtu ufika daraja hiyo, mlango uko wazi kwa Mwenyezi Mungu, atakaye upata. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, atakaye kujitahidi basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humwafikia. Mwenyezi Mungu akamwafikia, akawa ni mwenye kupata lile ambalo kwamba ana hamu nalo, lile ambalo kwamba alitaraji. Kwa hiyo sisi kikubwa ni kuyatekeleza haya ambayo kwamba tumeambiwa na huyu bwana mkubwa. Umesikia maneno mazuri ya Al-Imam Shafi'i kwa Ustadh Yusuf, ni maneno ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ametueleza na ametuhimiza, ametuamrisha ndani ya Qur'ani, na wao mabwana wakubwa kama hao wakatilia nguvu zaidi na kukumbusha watu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni wasia Mwenyezi Mungu amewasia mwanzo na mwisho. Kadhalika riziki, tumeambiwa tusiwe na hofu katika riziki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayetoa. Leo watu huwata ibada, huwata kufanya khairati kwa sababu ya kuzengea riziki. Kumbe kule kuzengea riziki kwa kuwata kumwabudu Ar-Razik, mwenye kutoa riziki, ndiyo hukosa riziki. Badili ya kukimbilia wao kwa watafuta riziki, wazengea riziki, kumbe ndio waipoteza riziki. Tumewekewa mipaka, tukwamba tulale majumbani wala tuketi misikitini tuifunge tu, iwe ni sisi na kuswali na kusoma Qur'ani, basi tusifanye shughuli nyingine. La, si namna hiyo. Kila kitu kimewekewa nidhamu yake. Wakati wa ibada ufanye ibada, wakati wa kwenda kuzengea riziki uzengee riziki, wakati kufanya hili ufanye. Lakini
sio wakati wa ibada wewe wazengea riziki. Wakati wa kumwabudu Mwenyezi Mungu una shughuli yako, na kunena kwamba mimi na kazi muhimu, nitaswali baadaye ama nitafanya baadaye. Hakuna muhimu zaidi ya jambo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la Mwenyezi Mungu ndio muhimu zaidi. Kwa hivyo sisi inshallah tufanye bidii katika kutekeleza haya ambayo kwamba tuambiwa, na kuhudhuria vikao kama hizi za kheri ni katika jambo kubwa. Siku ya Kiyama, kesho akhera, mtu aona ni jambo toto, lakini atakwenda kupata thawabu kubwa sana. Atapewa mambo utashangaa, ya Rabbi zatoka wapi hizi zote? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambie ni ule wakati wapo ambao ukiutoa magharibi siku ya Ijumaa ukawa wasikiza maneno yangu na ya mtume wangu na wanazuoni wangu, haya ndio malipo yake. Na inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuwafikia kila la kheri, atupe fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Sisi tuwe ni katika waja wema, wanazuoni wacha Mungu. Inshallah tutafanya ni yenye kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atuafikie kila la kheri, tukushie kila mashari. Inshallah wasamehe waliotangulia, ajalie kabri zao ni rawda min riyadil janna. Na sisi siku yetu ikifika tupate husnul khatima inda al-maut inshallah.